Kidogo tu. Huyu amejua sasa mahali amefika, amejua. Ndio nilipeanga hii responsibility. Kutoka day one ndio amekuwa kivoice ya sagi. Responsibility number 1. Inform all the workers about any danger of a new technology. Hii inaitwa stela, hii ndo kalamu yetu. Hii ni braille paper ambayo tunatumia kuandika. Hii ni stylus. Hii stylus, hii shimo moja tunaita one cell. Tunasema one cell has 6 dots. Dots za hii side ya right ni dot 1, chini yake tunadunga dot 2, alafu green. Na side ya left ni 4, 5, 6. Sasa nitaweka karatasi. Tunaanza kuandika kutoka hii side. Sisi hatuandiki kama nyinyi kutoka huku kwenda huku. Tunaandika kutoka huku kwenda huku, lakini tukisoma tunageuza karatasi. Niandike hivi. Now I want you to write Jesus is coming soon. Okay. Guy, you finished? Haya, hebu toa tuone ya maandishi. Ladies and gentlemen, we are leaving the office in Kisii town and we are headed to Omogonchoro in Kisii County. Omogonchoro is a very small town within Kisii County. What are we going to do? You've heard a story of baby Sagni, the 3-year boy whose eyes were gouged by unknown people. And as we speak right now, the doctor said the boy remains blind forever and he will never see again. So we are starting our journey to Omogonchoro to interview Dorothy Kwamboka. Dorothy Kwamboka is a young lady who lost sight at Form 3. And as we speak right now, after being trained at a special school, she is able to do everything on her own. She can wash clothes, she can operate a mobile phone, she can do anything that a human being with eyes can do. So today, we want to make a journey to Omogonchoro and make you understand that baby Sagni's life is still intact. He can't be taken to a special school, he can't be a doctor, he can't be a journalist, he can't be anything he wants to become, he can't be a pilot. Only that we hold hands and push baby Sagni to a special school. We'll be talking to a mother to Dorothy, we'll be talking to Dorothy herself and try to understand how she coped with the blindness at Form 3. So join me as we begin the journey to Omogonchoro. Wapenzi watazamaji, nilivyokuambia tumefika eneo la Omogonchoro. As I told you, Omogonchoro is a small town, not in Kisii, but in Nyamira County, ladies and gentlemen. That's a correction. Because of Betty, who cannot express herself in Ekegusi, we've decided to use Swahili and English, because tukitumia Kikisi kidogo kinamtatiza kidogo. You've heard of a story of baby Sagni, the 3-year-old boy whose eyes were gouged from Ikuruma in Marani sub-county. And the boy is currently receiving treatment
at an eye hospital in Kisii Town. So many people are asking, will Baby Sagini's life come to normal, or will Baby Sagini come to reality? Ladies and gentlemen, today I'm joined by Betty Kwamboka. Betty was born akiwa na macho yake yote, and then alipofika around form 3 akapoteza sight. From there, the rest is history. She's going to explain to us na anafanya nini currently. Betty, welcome. Thank you. Yes, first introduce yourself. And then, yes. I'm Betty Kwamboka Rashid. Betty Kwamboka Rashid. Yeah. Betty Kwamboka Rashid, nyumbani ni wapi? Mahali umezaliwa sasa ushago? Nyumbani kule nimezaliwa ni Masongo. Masongo. In Kisii County. Mm. Sasa hivi mnaishi Omugonjoro na mami. Yeah. How were you born? Mimi nilizaliwa nikiona kabisa. Nilikuwa sawa. Mpaka wakati nilifika form 2 macho ikaanza kusumbua. Kwa sababu pia mimi naweza sema nilisababishiwa ulemavu na mtu kama vile Sagini amesababishiwa ulemavu. What happened? Nilipigwa kichwa. Kama mnavyoona hapa nimefanyiwa operation kadhaa na niko na shunt kwa shingo mpaka kwa tumbo. Ndio ikakos nikakuwa na tumor. So ukapelekwa hospitali? Sikupelekwa immediately. Nilikaa sana bila kujua itakuja kunisababishia chochote. Nikaendelea kwenda shule. Ikafika wakati siwezi ona maandishi darasani. As we speak, where is the father? Yupo nyumbani. Tulimwacha nyumbani tukakuja huko. For how many years now? Tumekaa huko 3.5. 3.5 years. Mkamwacha nyumbani, mkakuja na mami, and then you decided to live on your own. Nilijaribu kujiua mara 2 lakini haikufanikiwa. Nilijichukia sana. Maana kila wakati dada zangu wangetembea ningesalia kwa nyumba. Nafungiwa kwa nyumba. Mimi mwenyewe nikijifikiria sana. Napata yani nimekata kauli nijiue. And then from there now, how did you come to accept yourself? Nilifunga kwa maombi. Nikafunga maombi kwa siku 3. Nakumbuka nikimwambia Mungu, hata kama nimefungiwa kwa nyumba, nimekewa mpaka beseni hapa. Nikamwambia siendi haja kwa hii beseni. Lazima nifike chooni. Nakumbuka wakati huo mamangu hakukuwa na mtu kwa compound. Mimi kushikilia ukuta kutembea nikapatana na dirisha hapo. Nikafungua dirisha, nikapita kwenda chooni. Nikitembea nikaingia katikati ya miba. Sasa hapo nikaanza kuitana, watu wanapita, wanacheka wanaenda. Watu wanapita wanacheka wanaenda. Mtu wa 4 ndiye alinisaidia. Kanitoa hapo akanirudisha kwa nyumba. Bado sikuchoka tena nikafunga kwa maombi. Nikamwambia Mungu pale nilipotea tena naenda pale. Mungu uniongoze. Nikatembea nikafika salama chooni. Nikarudi salama tena mpaka kwa hiyo dirisha. Nikamwambia Mungu hii jela tena siingie. Ningependa angalau nijifanyie, nijue hata kujiwekea maji ya kunywa. Nikatembea nikafika kitchen. Hakukuwa kumeosha vyombo nikaosha. Nilikuwa najaribu nikitapatapa nikitafuta. Nikaanza kuosha vyombo pole pole. Nikakata mboga pole pole. Kutoka hapo nikasema kumbe pia mimi naweza fanya kitu. Tangu hiyo siku mamangu alipokuja akapata nimefanya kazi alishtuka. Akaacha kunifungia kwa nyumba. When you are doing this home chores, maybe ulikuwa umeanza kukata mboga, ulikuwa umeanza kuosha vyombo, had you gone to any training? Hapana. You started doing it yourself? Yeah. Then uliniambia ulikuwa form 3. Did you continue with school or what happened next? Nilikaa sana sikuendelea na masomo. Nikapata msaada ndo nikaenda college kufanya course. Were you trained in any blind school? Kwa blind school yenye nilienda ni hapo tu kwa hiyo college ambayo niko. Okay. Ukatrainiwa?
Nilienda kujifunza braille, kutumia braille na kutembea peke yangu. Juu nilikuwa na woga sana. Siwezi tembea peke yangu. How many siblings do you have? Watoto? Sisters, maybe brothers, mko ngapi? Tuko na brothers 4 na wasichana 4. Wasichana 4. Wengine wako wapi? Then school. Kuna wenye wako shule na kuna wenye walimaliza wako vibarua. Now as we speak, what can Betty do as we speak now? You went to college, ukasaidiwa, ukasoma. And then as we speak right now, because wakati nilikuja, tulikupigia simu, you were able to receive. Tuliona message yako, you were able to reply via text. Yeah. Na vile tumekuja hapa, you are able to walk for yourself. Na umeketi hapa wewe mwenyewe. And as we speak right now, what can Betty do? Betty anashona. Yes. Kitambaa na pia very soon naomba Mungu anisaidie niweze pata pesa ya machine, nishone sweater na mavins. Pia naweza tengeneza sabuni. Ndio, na pia naweza tengeneza carpet. Carpet. So as we speak, Betty can do anything that a human being with eyes can do. Yeah. Wow, this is amazing. Maybe kuna mtu anatazama pale nje and maybe the life, sijui kama umesikia historia ya Baby Sagni. Baby Sagni ni mtoto ambaye kuna miaka 3 na akapatikana ametolewa macho yake meng'olewa na mtu ambaye bado hajajulikana, though watu wanaendelea kushikwa. Mtoto kama huyo na wazazi wake najua maybe wanakutazama or relatives. Just a message of encouragement to them before we proceed to the practical. Tunataka tutengenezee vitambaa hapa tuone na macho. Yes. Okay. Kupotea macho si mwisho wa safari. Hata mimi nilipopotea macho niliona kama nimefika mwisho. Lakini si mwisho. Ndio mwanzo mkoko unalika maua. Huyo mtoto atafanya kitu chochote ambacho mtu anaona anafanya. Thank you so much. Mpenzi mtazamaji, hiyo ni historia ya Betty. Betty unasikia kwamba alizaliwa akiwa na macho vizuri na alikuwa ni mtoto wa shule. Angalia kichwa yake hapa, amefanyiwa operation. Then from that operation, that is when she started losing her sight. But then she never gave up. Then from there, akaanza kujifanyia kazi. Up to now as we speak, Betty can do anything that a human being with normal eyes can do. So I want to take you to another session. Tunataka Betty tutengenezee kitambaa. Tunataka Betty hatuwashie nguo. We just want to see if Betty can really do these things. Na tunataka kutia moyo wale watu wanasema kwamba maisha Sagni yameharibika. Bado hayajaharibika. Labda ameharibiwa macho, lakini then Sagni ni mtoto mdogo, ako 3 years, then akipata a good specialized school, Sagni can be the next big thing in this country. So we pray that Mungu atamwezeshia kupitia wahisani wema, kwa sababu familia yake haijiwezi, wamsaidie ili aingie shule nzuri, and in the next like 20 years or so we will be discussing Baby Sagni as a president of this Republic of Kenya. So follow me to the next session as we see what Betty can do without even sight. Responsibilities of an employer. Responsibility number 1. Inform all the workers about any danger of a new technology. Number 2. Ensure all trainees have the skills and training needed on their job. Number 3, he should pay all the workers equally. Good.
Imeandikwa amesoma. Okay, sasa yeye nataka kuwaonyesha vile wanaandika. Oh. Okay. Now start explain to us. Hiyo kitu ya red uko nao ni gani? Na hiyo uko nao kwa mkono ni gani? Na hiyo pepe uko nao kwa mkono ni gani? And what you want to do. Sasa hii inaitwa stela. Hii ndo kalamu yetu. Hii ni braille paper ambayo tunatumia kuandika. Hii ni stylus. Hii stylus, hii shimo moja tunaita one cell. Tunasema one cell has 6 dots. Dots za hii side ya right ni dot 1, chini yake tunadunga dot 2, alafu 3. Na side ya left ni 4, 5, 6. Sasa nitaweka karatasi. Tunaanza kuandika kutoka hii side. Sisi hatuandiki kama nyinyi kutoka huku kwenda huku. Tunaandika kutoka huku kwenda huku, lakini tukisoma tunageuza karatasi. Niandike hivi. Now I want you to write Jesus is coming soon. Okay. Guy, you finished? Haya, hebu toa tuone ya maandishi. That is what we call Jesus is coming soon. Now, ladies and gentlemen, that is what we call Jesus is coming soon. You can never tell. Ukiwa na macho, hizi vitu wezani nazo. But Betty can tell. Naweza sema na anaweza soma. So, she has written, hii inaitwa Jesus is coming soon. That is a sentence. Those are not dots. That is a sentence, ladies and gentlemen. So, from here next, hii inaitwa frame. Hii ndio tunatumia kushona kitambaa. Ni that one by that one. Hazinizi misumari hapa chini ziko that one. Na huku side that one, kila mahali ni that one. Sasa tukianza kushona, tunaanza kutoka kwa msumari wa 3. Tunaruka ya kwanza, ya pili, ya 3. Tunafunga hapa uzi. Sasa tunafanya first setting. Nitapandisha hii uzi mpaka kule juu kwa msumari wa 3. Ni hivyo mpaka nifike tena kwa msumari wa 3, the next side. are you able to tell the color of that string? Mtu akininunulia uzi, lazima niambie ni color gani. Okay. Kama niko tuseme na white na green, nitachukua ya green niweke ndani ya karatasi, okay. Ya white nirushe tu kwa box. Oh. So unazijua wakati unafanya assortment ile. Okay. Sasa nikishafika hapa, nimefika mwisho. Nataka kuroll hii uzi kwa msumari, nifunge nikate uzi. Sasa
Sasa nimemaliza first setting. Sasa nimegeuza mbao tena kufanya the same setting kama hii. Tunaita the second setting. Ndo nilipeanga hii responsibility kutoka day one, ndo amekuwa akivoice ya sagi. Tata wata matomori self fund sio parent. Sio fund za bashir. From Spitix. Ananitanga muuaji. Tuliongea na yeye asubuhi wa try. 4 7 8 7 7 8 9 0. Enter button. Double tap to activate. Anachapa mzungu ndio inafungua. Can you text compo? Yeah. Alpha. Nimesota hapo sina credit. Phone, grid 51 rows. Ngatu WhatsApp. Sawa. Uko na bundles? Nimeenda tu. Sini. Nimeenda WhatsApp. Ni text. Unasema kutupeleka mpaka kwa namba mali ya Kwamboka iko. Sawa. WhatsApp. Screen off. Umejuaje imetoa light? Imenyamaza. Nikigusa hivi iko naongea. Press select jack. Phone. Files. Settings. Ndio nini? Files. Nimesema files, settings, YouTube. YouTube, contacts. Contacts. Kidogo tu. Tutakata mic kama tutakata mic. Yenye kuna matopa anajuaje imekuwa safi? Hata maji kichafuka anajua ni chafu. So maji kichafuka you able to tell him maji ni chafu? Hata anabadilisha. Sasa
Sasa nikishafika hapa natumia weight scan kwa identify sukuma. Nikiguza hivi nasikia nimeguza sukuma, ndo nashika. Nikishika hivi nashikilia weight scan yangu huko na chuna. Good. Mpenzi mtazamaji, natumai umeona yale ambayo Betty anaweza akayafanya. Jambo la kwanza, unaona vile anatengeneza vitambaa, unaona vile anapiga deki, unaona vile anaosha nguo, na alisema kwamba she is able to tell wakati maji yamechafuka, na she is able kuchuna sukuma. Umeona vile amechuna sukuma. Yani, what do I mean? Betty can do anything that a normal man with sight can do. Tuko na Betty hapa, nataka tueleze mambo yake ya mwisho. Na Betty, kufikia sasa uko shule. Umebakisha kama miaka mingapi umalize? Mwaka mmoja. Hapo nikipata machine nitabakisha mwaka mmoja. Lakini nikidelay kupata machine itanibidi nimekaa. Machine unamaanisha which machine? Machine ya kushona sweater. Machine ya kushona sweater. So ukipata machine ya kushona sweater unaweza ukatengeneza sweater. Ya aina gani? Na Marvins. Na ina cost pesa ngapi? 50,000. 50,000. Wow. Mtazamaji, unasikia Betty anasema kwamba kila anataka kabisa, kila anahitaji ni machine ya kujitengenezea sweater. Labda kutoka hapo atapata kipato labda ja kulinda familia yake, mama yake, na hata watoto wao, the sisters and maybe the brother. Kwa hivyo, the people of goodwill, I know from this video, maybe you will be touched in one way or another. We can raise 50,000 for Betty. 50,000 ni pesa kidogo sana. Tujinyime kitu kidogo, we can raise this cash for Betty. And I hope after this video, Mungu akitujalia, unajua ni Mungu anatenda Betty. Sisi tuna record na Mungu anatenda. Kwa hivyo natumai kwamba labda kupitia kwa hii video, you never know who is watching out there. So we pray that Mungu atatenda kupitia kwa hii video. Labda shule, tumeona mama kipato chake ni kidogo sana, nategemea vibarua hivi vidogo vidogo. School fees umelipa? Hapana, school fees hata niko na deni ya last term, term 2 sijalipa fees. Term moja mnalipa pesa ngapi? 12,750. So tusema like mbakisha kitu kama 25,000 hapo 26. Ukiongeza na za machine zimeenda around 76, tuseme 80,000. Wow. So kufikia sasa wewe mwenyewe maisha yako unayaona aje sasa? Mimi nashukuru Mungu, wala sijuti kuwa jinsi nilivyo. Maana naweza kujifanyia kila kitu. Angalau mama akiondoka, akirudi atapata nimempikia, nimpakulia kule. Angalau naweza kufanya kila kitu. Nashukuru Mungu. Kufikia sasa unaweza pika? Kupika napika. Unakata mboga unapika wewe mwenyewe? Unajuaje ugali umeiva? Kuna hata ku-identify magic boil. Yes. Nachukua kijiko kwa sababu ni kwa gas. Gas kwa sababu inatoa ile sound ambayo magic boil inatoanga. Kwa hivyo lazima nichukue kijiko, niguze yale maji, nisikie kama yameboil. Kama ni kwa jiko, nitasikia hiyo sound ya kiboil. So tuseme unaweza washa gas peke yako? Wow, amazing. Lastly, kuna watu wanakutazama huko nje. Tulizungumza mara ya kwanza, lakini sasa nataka nikupatie nafasi labda ujumbe wako wa mwisho kwa watu ambao wanakutazama, na pia sasa waombe machine sasa. Unajua ask for the machine from the people. Yes. Wale wote wanaonitazama, naomba msaada wenu angalau niweze kulipa fee yangu na pia ninunue mashine, kwa sababu tunamtegemea mama na mama ana kipato kikubwa ambacho kinaweza kukidhi mahitaji yetu yote. Kwa hivyo wale ambao wako na goodwill na wasihi ya kwamba mnisaidie na Mwenyezi Mungu atawabariki. Asanteni sana. Thank you Betty and God bless you. Thank you.
Mpenzi mtazamaji, nilivyokujuza tuko katika eneo la Omogonchoro. Omogonchoro is a very small town in Nyamira County, na tumekuja hapa kwa safari kutoka mji wa Kisii ili kuja kuzungumza na Betty Kwamboka ambaye alipoteza uwezo wa kuona akiwa form 3. Na leo hii tuko na mamake pia, na tungependa tueleze historia yake. Uko na shamba nyumbani, labda unaweza jenga, ama mahali kwingine tu unaona unaweza jenga nyumba uishi? Shamba iko. Kuna mahali tutachenga, lakini sina nguvu. Hauna nguvu ya kujenga? Sina nguvu kabisa. Sasa niliona tu nivumilie hivyo. Nitafute tu kidogo kidogo, at least hao watoto wasome. Niko na mtoto mmoja ako first year. Niko na mwingine anafanya mtihani saa hii, ako form 4. Mwenye anafuata huyu ya pili. Niko na mwingine ako form 1 Kikano. Hata kama hao watoto wengine ni wakubwa, hawachapata mapato ya kutosheleza watoto. Lakini wanajaribu kunisaidia wale wakubwa, na mimi nisaidie Betty na hao wengine wa chini. Hata kama tufikii vizuri. Ni vile tu mtu anakuona ati uko sawa, lakini maisha yako ni wewe mwenyewe na Mungu wako. Unajua vile uko. Na usiwezi kusitwala ati mtu aona ati umeteseka. Mimi huwa navumilia na masida zangu. Naomba Mungu anisaidie. Tuseme maisha ya Betty sasa, mumeaccept, mmejua kwamba sasa yeye ana uwezo wa kuona, mmemuonyesha upendo. Leo nimeona amekuwa na furaha sana, na ni kama ni mtu ambaye bado mnaishi kwa upendo mkubwa. Labda kufikia sasa maisha ya Betty yanaendeleaje sasa? Betty sasa yako sawa. Na tunaomba Mungu amsaidie at least angalau aanze kupata kitu yake kidogo kidogo. Ajisimamie. Unajua Betty akisimamia kujifanyia vitu zake saa hii, na mimi hata niondelea tu mzigo kidogo. Nipambane na hao wengine. Support kubwa. Betty alisema kwamba anahitaji machine, anahitaji school fees. Labda we kama mama, support ya Betty sasa hivi, ile urgent support Betty anaweza kapatiwa ni gani? Ni hiyo tu, apatiwe nini machine, na alipiwe school fees, amalishe na hiyo mwaka. Hayo mengine tu tutaongea sana wengine, tupata hata kanyumba kadogo tumpangie vitu zake tu hivi, aendelee kufanya vitu zake. Hiyo anafanya mpaka typing anafanya, hakuna kitu afanye. Hata photocopy hizi za nini anafanya, anatoa. Sasa tutafute mahali aketi. Mimi nia yangu ni ile Mungu amsaidie, achifanyie vitu zake. Unajua huyu huwezi kumsaidia ukiwa hai. Ikae bahati mbaya huko, angekuwa atakuja kuongea sana. Kweli. Hiyo ilikuwa inaniuma sana. Hata wakati nilikuwa naongea na Ifayo, ilikuwa naongea machozi kifanya nini? Kitoka. Lakini siku hizi niko sawa, naona Betty anaenda shule, anafanyia vitu zake. Hata shule nikienda, anasikia tu vizuri, mami na mimi Mungu atanisaidia. Hata ndugu yake alikuwa mgonjwa, siku hizi amepona. Alikaa mgonjwa sababu ya Betty. Siku hizi yako sawa. Tuseme sasa kufikia sasa wewe unaishi maisha yako na mnaishi na Betty. Wakati tulikuja tulipata kwamba umeenda kibarua, umeacha Betty kwa nyumba. Kwa hivyo Betty ukimwacha kwa nyumba anaweza jifanyia kila kitu bila mtu kumsaidia. Mimi nitaamuka tu, nitoke niende. Ama nikitaka nitaenda kutengeneza chai. Lakini hata nikitoka, anatoka kwa kitanda, anatengeneza kama ni chai, anaweka kwa meza wanakunywa, anaosha vyombo, anafua kama nguo ziko, nyumba anatengeneza kile kitu. Mboga akichua venye iko anapika tu lunch. Mimi nikikuja tu nakula. Na kama anarudi, sana nilikuwa narudi kwa nyumba saa 10, saa 11. Sababu naenda nang'ang'ana tu na kutafuta hii majani chai, niuze, ndio niruhusu jio, nirudi jioni. Sasa siku hizi yako sawa. Labda unafanya kazi gani? Mimi hakuna kitu nafanya ya maana naweza kukuambia. Nilikuwa nauza cereals, lakini sababu ya school fees, ile capital ikaisha, nikarudi kwa nyumba hiyo. Sasa siku hizi naenda tu nanunua majani chai, nauza kashi, nipate ya kukula asubuhi jioni tu. Nikipata kidogo nikiweka, ikifika wakienda shule, labda nikiweza kufanyia wawili shopping, niwafanyie. Kama sitaweza naweza ambia wale mandugu zake mimi sikupata. Maneno yananisumbua ni hawa watoto. Siwezi kuwasaidia. Nitafanya aje? Hiyo akili yangu inaenda na hiyo tu.
Asante sana mpenzi mtazamaji, natumai umesikia historia ya mama na umesikia historia ya Betty. Ni ombi langu kwamba baada ya video hii na wewe ukitazama, tunaweza tukamsaidia Betty ili apate machine ya kutengeneza sweta. Hiyo ndio agenda ya kwanza. Kwa hivyo ninakuomba ewe mtazamaji, kama Mungu amekuguza, tusaidie Betty at least apate machine. Tukipata 50,000 tutarudi hapa tutafute Betty na mwalimu wake, kwa sababu mashini haiwezi nunuliwa bila walimu. Twende shuleni tutafute walimu wake waende watutafutie mashini nzuri tununue, na itakuwa vizuri tukiona Betty akiendelea kimaisha. Itakuwa vizuri tukiona Betty akiwa supplier wa muffins and sweaters, na hata nyinyi mtanunua zingine huenda huwezi ukajua. Kwa hivyo tunamwombea mazuri na tunaomba kwamba Mungu atatenda. Kutoka eneo la Omogonchoro, kaunti ya Nyamira, jina langu naitwa Rogers Kakasungura. Mungu abariki sana.